Ndugu zangu, kipindi chetu kinahusu afya ya akili. Na leo hii nimewaletea afya ya akili husaidia kuboresha maisha. Kama tunavyofahamu, katika kipindi kilichopita tulijifunza umuhimu wa afya ya akili. Leo hii nimewaletea afya ya akili husaidia kuboresha maisha. Sasa tutizame ni maisha gani ambayo ukiwa nayo unaweza kuwa upo kwenye mlolongo mzuri wa afya ya akili. 1. Ubora wa kazi. 2. Mahusiano. 3. Maamuzi. Ndugu zangu, huwezi kuwa na akili bora kama hauna hivi vitu vitatu. Na ili uwe na akili bora ni lazima uwe umevimaster hivi vitu vitatu. Sasa tufahamu moja baada ya chingine, tujue maana yake na undani wake ni nini. Tukianza na namba 1, ubora wa kazi. Ubora wa kazi. Mtu unapokuwa na afya bora ya akili husaidia kufanya kazi kwa bidii. Unakuwa na uwezo wa kuamka asubuhi na kutizama ni kipi ambacho unapaswa kukifanya ndani ya siku hiyo. Lakini pia unaporudi kutoka kazini ni lazima ufanye tathmini juu ya yale malengo ambayo uliyaeka kwa siku iliyopita. Kwa ili uweze kufahamu hilo ni lazima uwe na afya ya akili. Namba 2, kipengele cha pili ni ubunifu. Mtu mwenye afya ya akili bora anakuwa ni mbunifu katika kitu anachokifanya. Ana uwezo wa kufanya jambo lolote lile akalitengeneza lile jambo kwa utofauti, hata kama linafanywa na watu 10. Lakini mtu mwenye akili bora na ubunifu ndani yake ni lazima afanye vitu kwa utofauti. Na kitendo cha kufanya vitu kwa utofauti tayari unaingia kwenye ubora wa akili. Na uweze kuingia kwenye ubora wa akili kama hauna afya ya akili. Kwa kipengele cha pili ni ubunifu. Kipengele cha 3 kinasema umakini na weledi. Mtu mwenye akili bora anakuwa ni makini, lakini ana uwezo wa kufanya vitu vyake kwa weledi wa hali ya juu. Ndugu zangu, tunafahamu huwezi kuwa na umakini kwenye kazi unayoifanya kama hauna akili bora. Kwa ili uweze kufanya maamuzi mazuri yenye akili, weledi na umakini wa hali ya juu, ni lazima uwe na afya bora ya akili. Na uwezi kuwa na afya bora ya akili kama hauna ubora kwenye kazi ambayo unaifanya. Ndugu zangu, tunafahamu hizi ni aina chache tu ambazo nimeona kuwaletea kwenye kipengele cha kwanza kabisa cha ubora wa kazi. Tutakuja kutizama kwenye kipengele kinachofuatia ambacho kinahusiana na mahusiano. Usikose kufuatilia vipindi vyangu. Kila siku tutakuwa tunatoa kipindi, kila siku tutakuwa tunatoa elimu, kila siku tutakuwa tunatoa ni namna gani ambavyo sisi kama jamii tuna uwezo kuchuni akili zetu na kuwa na akili bora katika vile vitu ambavyo tunavifanya. Usiache kusubscribe katika chaneli yangu. Jina ni Dr. Juma Ngariba. Natumia
Instagram, natumia LinkedIn, natumia YouTube, natumia TikTok. Na karibuni sana.